Siku ya leo tutajifunza kuhusiana na YouTube monetization kwa mwaka 2026, ni namna gani unaweza ukapata kipato kupitia YouTube. Okay? Najua mnaotazama video zangu wengi hamja subscribe kwenye channel hii. So niwaombe hakikisha subscribe katika video hii ili uwe mtu wa kwanza kupata video zetu pale nitakapokuwa nikizipandisha. Okay, kama hii ni mara ya kwanza hakikisha like, pia share na kwa wengine ili waweze kujifunza vitu. Kama una rafiki yako ambaye anahitaji kujifunza vitu kama hivi, share video yako. Kitu cha kwanza, ingia katika YouTube studio ya simu yako. Baada ya hapo, nenda kushoto kabisa, kuna sehemu imeandikwa earning, ambayo ndo hii sehemu ya YouTube monetization. Huko kushoto, kisha click hii sehemu. Hapa utakutana kuna vitu vitatu ambavyo ni vya muhimu sana, lakini kitu cha muhimu sana ni cha kwanza hiki hapa ambacho kimeandikwa subscribers. Subscriber ni nini? Subscriber ni audience, wale ambao wanakufuatilia, wanakusikiliza wewe kila siku, kitu ambacho unakuwa unawaambia. Okay? Subscriber ni kwa nini ni muhimu? Kwa sababu hivi vingine viwili ni wewe mwenyewe unachagua kipi uende nacho, au kipi ukifuate, kipi usikifuate. Okay? Tukizungumzia upande wa public watching hour, hii ni kama wewe unatuma video ndefu. Unaona, kama unatuma video ndefu kwenye YouTube, basi inabidi ufikishe masaa 4,000. Ukiwa na subscriber 1,000 pia ukafikisha masaa 4,000, basi wewe unakuwa umeingia katika mfumo wa kulipwa tayari na YouTube kwa mwaka 2026. Lakini kama una post short, zile short video inabidi ufikishe masaa mangapi? Inabidi ufikishe viewers milioni 10 ndani ya siku 90. No. Kwa hiyo ndani ya siku 90 inabidi umeshafikisha views milioni 10, ndo unaweza ukaingia kwenye kulipwa na YouTube. Kwa wewe sasa unaweza ukachagua uende na kipi, uache kipi. Kama tayari una subscriber 1,000 au unataka unaelekea kufikisha subscriber 1,000, hakikisha una deal na kimoja, kama ni watching hour, kulingana na idea yako. Sasa wewe, idea za content zako, kama wewe una post short, ni lazima ufikishe masaa kama una post short ni lazima ufikishe views milioni 10, lakini kama una post video zile ndefu kabisa inabidi ufikishe masaa 4,000. Ni simple tu kama hivyo. Okay, naweza nikatoa ushauri pia. Unaweza kaanza kwa kupost short ili kuvuta subscribers. Ili upate subscriber wengi inabidi kwanza mwanzo anza kwa kupost short, ambapo short hizi zina kawaida ya kuleta subscribers wengi sana. Kwa kupost short unaweza kujitengenezea audience kubwa, ambayo hapo baadaye ikakusaidia katika kupata watching hour. Okay? Kuna mwingine anaona kabisa kwamba mimi kufikisha views milioni 10 ni uongo, nitachemka. So ili upate subscribers wengi, anza kwa kupost short. After hapo, ukishafikisha subscriber ambao wanaeleweka, kwa mfano 1,000, basi anza kwa kuposti tena, anza kuposti video ndefu, ili wale subscribers wako ambao walikuwa wanakufuatilia mwanzo wakianza kuona video zako ndefu, pia inakusaidia kuongeza masaa mengi. Okay, hivyo ndo vitu muhimu ulikuwa unapaswa kuvijua kwa mwaka huu 2026, ambavyo vinaweza vikakusaidia wewe kuingia katika system ya kulipwa na YouTube. Okay, kama umefika mpaka hapa, subscribe. Bye bye. Tutaenda katika video nyingine.